Pepo sio mchezo. Inna sil'ata Allahi ghaliya, bidhaa ya Allah ni ghali. Watu walitoa vitu na wakati na umri ndo akapata pepo. Mtu yuko katika vita, kakamata tende hajaimaliza, aliambiwa janna janna, ile tende hajaimaliza, akatupa tende ile akaiwacha. Mmoja katika sahaba aliposikia thamani ya janna, lubnatu min dhahabin wa lubnatu min fidda, tufali dhahabu tufali fedha, kinoo chake ni cha miski. Hiyo janna, yuko na ahli yake nyumbani, ndo siku ya mwanzo ameoa Julaibibi. Huyu sahaba aliposikia watu katika vita hajaoga hata yale maji ya kujitoharisha, tumsalini Mtume, akatoka kenda katika vita, kisha akauawa. Baada ya kuuawa, wanamuona sahaba yule anatiririka nini, anatiririka maji, kumbe ndo akaitwa jina ghasilul malaika, kaoshwa na malaika. Shekhe, unalala nyumbani tu na kiaisiki na kupiga, kisha unatamani uende peponi. Mashudu Shehe, pepo haikuwa hivyo. Watu walikufa katika miji iliyokuwa si miji yao kwa ajili ya kutangaza dini. Watu walisafiri, walihama, waliacha kila kitu chao, kina Salmanul Farisi, kina Sahibu Rumi. Watu waliacha nyuma kila kitu kwa ajili ya kupata janna. Waliposikia wasari'u ila maghfira min rabbikum, kimbilieni katika msamaha wa Mola wenu, wa janna, na pepo, ardhuha samawati wal ardh, upana wake baina ya mbingu na ardhi. Upana baina ya mbingu na ardhi, urefu utakuwaje? Wakaamua kumhudumikia Mtume Muhammad, wakaamua kuhama na Mtume Muhammad, wakaamua kumsimamia Mtume Muhammad. Na walipokuwa Mtume amekufa, wakasema ya Rabbi khudhi ruhi la hayata baada habibi Muhammad. Ya Rabbi, chukua roho yangu, hakuna maisha baada ya Mtume. Maisha gani? Mwingine alikuwa na macho, anaona, anamuona Mtume kafa, anasema Allahumma khudhi basari la ara baada habibi Muhammad. Ya Rabbi, chukua macho yangu, sitaki kuona baada ya kumwona Mtume Muhammad. Hawa walifahamu hakika na maisha, walijua thamani. Hakuna raha illa fil janna, isipokuwa peponi. Hapa duniani ni starehe, danganya toto, Sheikh. Sasa hapa wanazungumziwa watu wa peponi, ndugu zangu, na sisi tusijihisabu kuwa ni watu wa peponi. Sisi tulokuwa hapa tusijihisabu, kwa sababu kila mmoja ana dhambi yake asili, kwake ngumu sana kuiwacha. Aljanna yadkhuluhu la yadkhuluhu illa tayyibun, la yadkhuluha illa tayyibun, pepo hawaingii isipokuwa watu wasafi. Jiangalie, mimi msafi, wewe ulipo msafi na bado hujakubali kutubia. Unasema tu saufa nitatubia, bado unafikiri ukifa utaingia peponi. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khabith, haingii peponi mtu yoyote ana chembe ndogo ya uchafu, ya kibri, ya hasad, ya uadui, ya kufuru, ya kupenda matamanio ya dunia, hawezi kuingia katika janna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hata usalimika mtu isipokuwa atapoenda na moyo wake umesalimika. Salima qalbuhu bila shahawati wa shubuhat, moyo wake umesalimika. Akasimama usiku akasema ya Rabbi inni taibul ila Allah, akajutia madhambi yake, akakumbuka makosa yake alomwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anamlilia Mola, anafikiria na kuomba msamaha huyu na yule. Anakaa anafikiria nafsi yake, mara ngapi amesafiri, safari hiyo amemkasirisha Allah, mara ngapi amecheka, kicheko hicho je Allah amemridhia au amekasirika naye? Huyu ndo mtu ambaye hasa anatarajiwa kuingia katika janna. Janna si jambo rahisi, ndugu zangu watukufu wa Islamu. Janna, hasib nafsaka qabla an tuhasab, ni kuketi chini ukaifanyia hisabu nafsi yako, ukafikiria je umeleta istighfari mara ngapi? Kama Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake anasema fa inni atubu fil yawmi 100 marra, mimi natubia kwa siku mara 100. Kaif sayyidina Muhammad 100 marra, kaif ant? Mimi na wewe tasubiri mara ngapi? Janna
Janna sio jambo rahisi. Janna inataka mwanadamu kujipinda kweli kweli, kutoa mihanga kweli kweli. Mtume alivyoshukiwa na Uislamu, Jibrili alivyokuja alimwambia Sayyidatuna Khadija, la rahata ba'da al-yawm, hakuna raha na starehe baada ya leo. Shufa ghali aqrat aini, ishi mai lahdha, naomba ishi na mimi muda huu. Umestarehe mara ngapi? Aina ladhatul maasiya, ule utamu wa madhambi unayo mpaka leo? Lakini utamu umeisha, lakini uliyotenda madhambi yamehifadhiwa kwenye kitabu. Je, yashafutwa ndani ya kitabu hayo uliokuwa yamedhibitiwa? Wauzi'a alkitab, vitabu vitagawanywa siku hiyo. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana, siku hiyo yule mtu aliyopewa kitabu chake atasema, ole wangu, mali hadha alkitab, kitabu gani? La yughadir saghiratan, hakuna dogo wala kabira wala kubwa, illa ahsaha, isipokuwa limedhibitiwa. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta yote waliotenda yamewekwa pale. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako hamdhulumu yoyote.